Yule jamaa cha ni mvivu. Tukumbukana hivi. Leo ni leo mtu. Atakuja kumwambia. Hiyo ni maneno. Sasa atakuja kujibu. Nenda kumvaa. Demu yangu. Demu nimesumbukana nikatoka jasho. Odi hapa hivi wenyewe. Mr. Kijiji. Hello. Jana niliongea na mheshimiwa bwana, atuorganize njia zetu bwana. Nilimwambia barabara inatoka Shianda hadi Malaba. Ni njia ni mbaya sana. Sasa ndakupigia nikana kwa wageni. Sawa. Sawa, lakini ndakupigia matime. Bado kuna watu wengine hata wamesahau kazi yao bana. Kwanza. Mr. Kijiji. Hivi inakuona kwa hii nyumba kuna kiti hapa inakaa dema kikuja nikaa kwa bed. Sasa hiyo kwa bed ni hiyo. Hiyo kitu cha maneno. Wacha nige kwa bed. Geni hapa karibu kaa hapo kijana. Bwana huyu jamani mbaya sana bwana. Ati maji na hizi don't cheat. Adema kikuja nikaa kwa bed. Ana asianze kumsumbua. Unajua wasichana wa siku hizi bana wanaturuka sana. Bana, mimi hapa hivi sasa hivi niko wapi hivi? Hapa kuna daka ni kumaliza muundo. Hata unafaa ushtuke ni kwamba hivi. Tena kumaliza mtu aje niambie kesi yako. Bana acha nikwambie Mr. Kijiji. Kuna day fulani. Nilikuta jamaa fulani hivi. Sijui alikuwa tu newest kwa hii street. Jamaa mgeni hapa. Unajonga kale kadem kana Tanasha. Ndio huyo de msina huyo mwenye ametoka Nairobi. Tanasha ule. Mali safu jozo anakonga demu yangu. Huyo ni demu yangu. Anakonga demu yangu bwana. Okay. Sasa unajua kitu nilishangani, nilipata msee. Hakuna namba kwa simu yake. Na ile namba ilikuwa demu yangu, nikamuuliza, "Umpata pi namba?" Mimi nani? Sasa kidogo hivi mimi nilikuwa na hasira, nilikuwa na rungu, nikamvaa. Ungekuja kwanza kuripoti kwanza hapa. But unajua sasa nijue maneno. But because unajua hata hasira yangu. Nilimvaa nikavaa huyu jamaa nikachapa. Kama huyu Mr. Jona kama angetokea. Huyu jamaa nilikuwa nataka kuua. Ungekuja kuripoti tungemchukulia sheria. Sasa unajua hata wewe ngoja kwanza. Wewe tu kama tu wewe tu. Mr. Kijiji. Demo tu pale demu yako mtu anamfanyia kitu kama hiyo nu. Paka nikuje nikuripoti. Namba ulikuwa na ushahidi tu au azini ulipata namba. Nilipata namba. Huyu jamaa akabisha na mimi nikatuanga. Mimi sitakiwa nikapiga hiyo live. Hadi mzee Kijiji kwa kweli mapenzi inauma. Bana, mapenzi inauma. Mapenzi inauma lakini nafaa kwanza unaona kitu ndio ufanye. Hadi kama kwa umeona namba ilikuwa ushahidi tosha. Huyu jamaa nilikuwa nataka kumuua. Jamaa alikuwa amemgongea. Jamaa nilikuwa nataka kuua. Mungu huwa. Sasa mmeamua aje? Sasa kitiko jamaa kitiko sasa mimi nataka kuambia yeye nipatie ruhusa yako nimalize acha demu yangu akue. Na hii ni ile vitu tunapiganga huko ama. Kwa mama muuza. Wewe acha hizo bana Mr. Kijiji bana siku zote. Unajua tumekaa muda bila kukutana kwa mama muuza. Unajua yale nimempata pale nikamwambia kuja nisaidie jambo. Angalau bana mama iko mzuri. But unajua kadem kitakanda kadem kananipenda sana. But shida ni hiyo nami nimpatikana aje hapo hivyo. Ndio kadem kananipenda. Baadaye kila kitu nafanyanga hiyo demo. Kitanataka na mfanyia yangu. Nimefanya hadi saa hiyo demo akoboli yangu. Inafanya nianzalie mtoto. Wewe Natasha. Natasha maji.
Sasa hiyo mambo niachie mimi nitashughulikia. Ngoja, huyu jamaa mimi niambie tu sasa. Hata niende nimalize sasa hivi. Nafanya ile nimalize. Hapana, kaa chini. Niko mimi sasa maneno nakujua. Wacha jamaa nimalize. Niko bebabu mzee. Sasa wewe hiyo mambo niachie mimi nitashughulikia. Hiyo hasira punguza. Sasa unajua maisha ni fupi sana. Sasa unataka tukuje demu yangu hapa hivi na hapa kuna kiti. Si hata kuna kiti atakaa tu hapo. Kwa mmoja amekaa. Tena kama Mr. Kijiji kama unataka kunifanyia kitu cha staki mimi sipendi mchezo. Kama ule amekushinda, acha mwingine atumie. Bwana Mr. Kijiji anasema. Lakini hiyo mambo tutashughulikia hiyo mambo. Mkuja hapa sana huyo msichana, tuone cha kufanya. Acha nikuchambeni. Mkuja hapa na msichana. Itasumbua. Mkuje then mimi nitatafuta huyo kijana nimlete hapa tuendelee. Tutaongea vizuri sana hiyo mambo. Unajua saa hii, sasa huyo msichana ataendelea ningependelea wote. Wakuje wote pamoja, tuone sasa msichana atachagua nani anapenda nani. Huyu jamaa ngoja kwanza niwaambie. Huyu jamaa na kitu. Sasa mimi venye mimi nikiri msamaneno venye uliona jamaa kweli? Unajua shida nini? Hapo ama huyu jamaa nataka tumuulize tu. Judem bibi yangu nimuulize. Sasa huyu hapa bibi yangu. Sasa nimuulize nikamuuliza. Unajua mtu akasema hatajui. Na huyu jamaa nikamuulizia kuna venye anajifanya kama andai udem but sasa kitu nataka nimuulizie. Hii namba alipataje? Naam. Na ajuani. Yaani kitu na huyo jamaa umemchunguza wako kalioa ama anaweza kuwa ameoa then bibi yake ni rafiki huyo demu yako. Hakuna. Sasa huyu demu yangu ametoka Nairobi ndio anaje na mzee wake. Tulikuwa huyu demu tulipatana naye Nairobi. Sasa ukarudi ndio pia amerudi. Alifika kwanza mimi nirudi hivi. Kwa hivyo msamaneno unamaanisha hauamini kama mpenzi wako anaweza ku. Mimi siwezi maamini. Sasa kiwa saa yako na mtoto wangu muona ni hapa na mtoto wangu saa yako na ball. Sasa kama sasa ni cheat kitu. Sasa mimi nitaka huyu jamani nimtandike. Siku nyingine sasa itubudu kwa namba dema tu kwa simu. Anafanya nini? Alipataje hiyo namba? Hiyo namba. Inakaa huyu jamaa labda ni hack. Sasa mmesema neno wewe tulia. Labda hii mambo ni achie kuficha na kuambia. What? Hata ndio huyo mtu ananipigia. Sasa niko na kesi hapa kwangu na bat nakuja. Sawa. Wewe kata simu tuko side. Tuendelee Mr. Maneno. Sasa kitu tunataka tuone. Enyewe nimeona. Wewe acha tutafute huyo mtu huyu jamaa tumlete hapa bibi yako tumweka hapo tujue kitu inafuata nini. Enyewe venye nimeona. Nimekuja na hasira huyu jamaa alikuwa anataka kwenda kumaliza sasa. Sasa hii wenye tulikuwa tunaongibi sasa hii jenezi ilikuwa inapita hivi kwa barabara sasa hii kuja kutulia. Hiyo ndio mambo tunasema tulia. Kama kesi imefika hapa hiyo imeisha. Hiyo ni achie. Mimi nitashughulikia hiyo then mambo itakuwa poa. Ama sijakataa lakini sasa wenye umeongea nimekubaliana. Sasa unaona mwenzako hapo wako sawa. Yaani unakubaliana na huyu jamaa? Yako sawa. Unajua demu yangu nataka tuko hivi. Hata sasa kimoja. Unataka sasa muda nikisikia tu muda na shout jina lake. Unajua Tanasha huyu jamaa anamuendea. Yaani nimemaliza. Wewe sasa wewe tulia. Hiyo kesi nimekwambia ni achie. Wewe demu umefikisha hapo. Unakumbuka demu unakumbuka demu nilikutumia kwa WhatsApp huyo? Ndio sasa. Ndio huyo sasa. Wewe ambaye ni mchocolate hivi design. Mlight skin hivi. Lakini nimekwambia. Yaani kwa demu zote ukika hasira kwa kila tatizo lazima jambo liadimike. So unapaswa kutulia. Achia sasa mzee wa kijiji afanye mambo yake. Yenyewe Mungu kuna sababu. Kama singekutana na huyu jamaa sasa nilikuwa nimeshamaliza kazi. Mimi ningekuwa nimemaliza na wewe nakujua. Mimi sasa maneno wewe nakujua. Mimi namaliza. Wewe umetoka mbali. Yaani unajua niambie yana venye unafanya kazi. Unajua jamaa ametoka hivi sasa huyu umetokea sijui wapi. Unajua pia umepotea muda mwingi. Umekutana hapo kwa sisi. Umefuta mbeko kwenye. Hadi baada wewe kijana nile nitoka hapo kwa mama nani hapo. Ndio hiyo sasa kijana. Imagine ile lost hiyo kitambo ndio nimepata. Sasa ndio unajua ndio nimejaribu kubadilisha nikashangaa huyu umemtolea wapi. Unajua tuwezi tukaa hivi. Unajua jamaa kama niko na bibi bwana. Na baadhi ya kijana mmoja na bibi bwana. Unajua ninafaa nikaa na mimi niko na bibi bwana. Nafaa nikae hivi uko na bibi. Sasa ndio unapenda kuleta. Sasa nafaa uintroduce mjue pia hiyo siku kesi kama nini unaona? Nafaa watu wa anani Mr. Kijiji. Bwana kazi yako tena tumintroduce aje hapo. Inafaa julikane. Sasa kama ni kujengana faa tafute kapati. Kama kasherehe tu tukuje tumeet hivi lakini kwa Mr. Kijiji kwa hiyo nyumba yake Mr. Kijiji hapana. Hiyo mchezo sitaki. Hapo nimekataa hapa nini hapa uko safe. Hapa kuna usalama.
Usalama na hakuna kitu mademu anakuja. Sasa ndio ni kukaa hapo tunatatua shida yako, shida inaisha. Nitakijiji nakula raha. Hapa lazima ukule raha. Sasa unajua hii kazi yetu lazima ukule. Hatuendi kuganga tu kutokea. Yaani na maana ukijua nimesota hata account bwana unaweza niegeka kitu. Wacha ni tumetuma hapa kitu yangu teketeke na kutumia 10k. Hiyo kesi ikifika hivi. Unatumia ule mane assistant wako na niwekee pesa. Tena anakuwekea. Fanya hivyo. Hiyo kesi uniachie sasa. Au itaisha. Hapo lazima tuanze tukutana hapo kwa mama nani. Lazima imeisha teketeke. Ndio sasa. Tuacha nifanye kitu teketeke. Confirm here. Huja atakupatia hizo 10k. Huyu. Lakini kazi iko sawa. Kazi itakuwa sawa. Mimi lazima nikushughulikie mimi. Lazima mambo ikuwe hivi. So unaona niko na kesi mingi. Inafaa nifanye haraka before time iende. Naelewa. Sawa hiki jana. Mimi si haraka bwana. Nani uko haraka? Unaona vile mimi kama na kesi. Unaona vile niko kama na kesi. Unaona dem. Dem simu utakuchezea bwana. Dem ni chombo cha mawasiliano kwa nyumba. Mko na dem kwa nyumba mambo iko kula. Bula Nisa kijiji. Habari ya masiku? Nimekutembelea, nimekupigia simu naona kwa makelele kiasi shida ni gani? Karibu. Ya masiku? Salama. Nimekupigia simu umekuwa kwa makelele. Shida ni gani? Nilisikia uko kwa makelele nikasema acha nifike. Nimekuwa hapa na kesi. Kuna hao vijana wa hii kijiji, karibu kaa tu hapo karibu. Yaani hapa hamna viti? Hapa ndio tuweza harakati lakini na ndio napanga sasa. Ndio nimesikia ukikuwa na vijana wakikuwa kwa makelele mingi, ukikuwa makelele sielewi nini imekuwa. Hao vijana wako na kesi. Sijui wanapigania mara au bibi mara au unaona wasichana wa siku hizi hawaeleweki. Wametoa kitu kidogo? Ni ametoa. Si tugawane kwanza tuendelee kuongea. Hapo wewe relax sasa mimi nitakupanga. Unajua sisi tunakulanga pamoja. Unajua amenipatia tu ka 6 hivi. Ka 6,000? Ka 6,000 hivi. Sasa 500 itakuwa yako, 500 ni yangu. Hapana bana sasa hivi. Kama mimi ndo nakupatianga kazi. Sasa mimi nitakulaje? Mimi ndo. Unajua ni mzee wa kijiji? Mimi ni mzee wa kijiji. Organize hii mambo. Futu ya kazi ama mkuu ya kazi? Hakuna. Mimi ndo nasimamia kijiji yote. Kijiji yote lakini sasa uko chini yangu. Niko chini yako. Si ati niko chini yako. Wewe unafanya kufanya kazi mimi nakupea. Inakuwa tunacheza hiyo. Nikuuliza aje, hiyo rapsha imekuwa nini hao vijana? Kuna msichana fulani ndogo huko anaitwa Natasha imetoka Nairobi. Ametoka Nairobi. Ametoka Majuu. Majuu. Sasa msichana ni mgeni huko. Sasa ndio wao vijana. Na kabla tusonge, umesikia umepata hiyo link? Nimepata. MJ Film Production. MJ John Film Production. Nimepata. Umekika subscribe kwanza? Nimesha subscribe kitambo. Hiyo watu wako sawa sana. Watu wako sawa huko. Sasa tuendelee, nimekuwa tukukukumbusha. Sasa hao vijana itabidi nimewashughulikie kesi na hii kesi nataka nikupe. Nataka hiyo siku tutatatua huko hapo. Sasa vijana wakileta fujo hiyo itabidi kesi watu wengine tuweke ndani. Unajua mapenzi inauma. Mapenzi inauma lakini hao vijana wapunguza. Mzee kijiji Mr. Reis, mapenzi inauma, anakuambia mapenzi inauma. Hata mimi kwangu naona mambo inazama. Inazama aje? Naona mambo inazama. Inazama aje? Hata kama ni mdogo wangu mambo inazama huko. Inazama aje? Niambie nisikie. Nakwambia juzi usiku mimi nimerudi nikitokea kazini. Sikurudi na sare za kazi. Nikakuta mke wangu nikamkuta na kijana mdogo kwa nyumba yangu. Kwa malazi yangu. Hivi jana penye nalipa rent mwisho wa mwezi. Sasa nimekuwa nikijiuliza nifanye nini? Mimi naona sasa nichukue tu bunduki nipige mtu risasi. Hapana, hiyo ndio hasira tunatuliza hapa. Unajua ni uchungu. Ni uchungu. Ndio maana wa vijana wameharibika sana. Wanataka kuuana juu ya wasichana. Kwanza wasichana nimesikia wametoka Majuu.
Wasichana ni mimi wabaya. naona nijifukuze huyo. Leta mwingine. Sasa nilikuwa nataka nikupe kesi. Nataka hii kesi unisaidie kutatua. Sasa hii iko yangu inanisumbua, natatua namna gani? Hii Mr. Maneno. Saidiane Mr. Maneno. Huyu jamaa kwa nani anajulikana kama nani maleta shida yote? Huyu kijana anaitwa John. Anaitwa John. John. Sasa John ni mlalamishi ama ni yule mwenye John ametulia sasa hivi anakosea Mr. Maneno. Na Mr. Maneno tunamjua tu hasira. Mr. Maneno anaweza kuwa mtu. Huyo mimi namjua. Huyo anaweza kuwa mtu. Yule jamaa nasikia jamaa ombea hivi. Huyo sasa. Huyo ako na hasira bana. Yule mimi anapenda wasichana wenye mitulinga hivi. Ndio huyo sasa. Ziko. Ndio huyo sasa. Huyo kijana ameharibika sana hiki kijiji. Na hataki mtu aguze asongee bibi yake. Na nasikia kuna pesa. Ndio sasa. Huyo mtu anafaa tumfuate atupatie hongo. Wasichana huyu jamaa anamwaga pesa kumwaga. Ndio maana wasichana wote wanampiga. Lakini mzee wa kijiji, niulizaje? Uko na kanimba kazuri. Hii ndio na plan za kuhamia hapa. Hizi ni vitu tu kidogo nimebeba. Hapa mzee wa kijiji kiuliza rent unalipa ngapi? Hapa. Hapa analipanga 10,000 tu. 10,000 kwa mwezi. Hapa ni 10,000 pesa kidogo za tena. Afandi. Acha kutamani za kwangu angalia wewe. Naona sasa naleta kampango kakando hapa. Hapa. At least nijivinjaria hapa kidogo. Hapa ni pa mzee tu kucheza. Unajua paka mzee unywa maziwa. Najua lakini sasa afande. Mzee kijiji. Naona hii mazingira yamenifurahisha. Mazingira. Waenda kutafutia tu ya chai ya pombe ya changana, najua unapenda changana. Ndio sasa kwa mama muuza. Hapa nimekuwa kingine na chapa pole. Unaweza kaonja kweli? Mimi sipendi changana. Changana unajua ni wazee kama wazee kama hapa sasa tunachezeanga hapo sasa. Tunatulia. Hiyo ukipiga unatulia. Sasa una avoid maneno mingi. Sasa mzee kijiji nimesikia maneno yako. Na niko najaribu kwenda kuongea na OCS. Kwa sababu yeye ndiye amenituma. Sasa nimekupigia sasa ile simu kikua kwa rapture nikisema niambie tu. Umepiga kama kwa nini inafanyika huko? Hata ulikuwa ndani ameua mzee kijiji. Nilikuwa nasikia ati mtu anaweza chinjwa, hata nisikia kisu iko inaweza tolewa kati yao, nikasema hapana. Unajua sisi tulikula kiapo kulinda wananchi. Inakuwa hivyo. Inafaa mtu unajitoa kazi yako unaifanya. Lakini sasa kitu yenyewe mimi nataka ufanye ukikutana na Mr. Maneno, ukikutana na Mr. John. Hakikisha watu wanapatana. Naenda pamoja. Alafu huyo msana ameleta hii shida yote. Akue hapo. Ndio sasa ndio mambo nilikuwa nataka. Unajua kuondoa migogoro yote. Inabidi watu watatu wakue hapo. So not mimi nimevaa ni ya kazi. Ndio watu at least watu waniheshimu kiasi. Acha. Unaweza kutatua makesi. Lakini Mr. Maneno naye ni kubwa sana. Niko njaa. Wewe mtu anaweza huwa. Niko njaa hapa hakuna kitu. Hapa hakuna. Unaona hata bibi ndiye ametoka. Ni kama kuku kwa kitchen. Wewe ni kama unacheza na mipango za kando. Unapea bibi talaka. Hapana, bibi yangu mimi nampenda sana. Wewe yako na wajukuu wangu watoto wako na walinda. Acha nitakuja kama nimevaa sare. Sawa. Unajua sasa hiyo kitu yangu iko kitu si unitumie. Nitakuwekea. Sasa tunashukuru. Asante pia kwa muda wako. Sawa. Pia hapo ni kwa kunitembelea. Sawa. Bwana kuonana. Sawa. Salimia wenye hapo maacha huko. Sawa.